Niko na Engineer Satieli. Engineer bwana, habari za muda? Njema kabisa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina, amina. Habari ya kwenu? Ni salama kabisa. Tumefurahi kukaa na wewe kwenye kipindi bora kabisa cha Mtaa kwa Mtaa. Pengine kwa yule mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, tungetamani kujua tatizo lako lilianzaje mpaka leo hii tumekaa Mtaa kwa Mtaa, ni nini ambacho Mungu amekitenda? Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi ninao furaha baada ya kuingia katika kanisa ambalo ni kanisa kubwa na kanisa ambalo lina mtumishi ambaye tayari alishapakwa mafuta, na kiukweli kabisa sijawahi kuona kitu kama hiki kilichonitokea, kwa sababu nilikuja katika hali ambayo sio nzuri, na naamini pia kuna watu ambao walikuwa wananiona. Nilikuwa nachechemea, mguu kidonda kile, mguu umevimba, miguu imevimba ile. Lakini kwa sasa mimi kwa kweli namshukuru Mungu kupitia madhabahu ya mtumishi kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, ngome ya Yesu Kristo iliyoko pale Kimara Temboni. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu, nimetendewa mazuri, ambapo nimekuja kipindi kifupi nimeweza kupata huduma, nimeweza kupata vifaa vya kiroho na nimevitumia vile ndani ya muda wote, lakini kiukweli kabisa niko vizuri na ninamshukuru Mungu, Mungu wa ngomeni, ngome ya Yesu Kristo iliyoko pale Kimara Temboni, kwa mtumishi ambaye ni kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Asante sana. Sasa ningetamani kujua tatizo lako la miguu lilianzaje? Yaani mwanzo kabisa shida ilikuwaje mpaka ikatokea miguu ikawa imevimba kiasi kile kwa namna ambavyo nilikuwa nakuona? Asante sana. Kwanza mimi naweza nikasema kuwa ni katika ile hali ya kikazi, yani kiujumla kabisa ni mambo ya kikazi. Upande wa kazi kwa kweli niliona miguu ilikuja nibadilikia ghafla na kuanza kuvimba. Kwa hiyo nikashangaa sana. Ilianza tu kuvimba yenyewe bila sababu, au kulikuwa na kama kipele, ama kulikuwa labda na kama jipu, au ilikuwaje? Hakukuwa na jipu lolote, bali iliamua tu kuvimba. Lakini kwa sasa kwa kweli namshukuru Mungu, na pia vile vile nimepita sehemu nyingine zote upande wa makanisa na pia katika tiba mbadala, ila mimi namshukuru Mungu baada ya kupitia madhabahu ya mtumishi kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, kiukweli kabisa sasa hivi niko vizuri na namshukuru Mungu. Na Mungu siwezi kumlipa chochote kile mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Asante sana. Nitamani kujua kilivyoanza, miguu ilivyoanza kuvimba kwa mara ya kwanza, wewe ulihisi ni nini, ama wewe ulikuwa unaona ni nini wakati ilivyoanza mara ya kwanza, na ulichukua hatua gani? Mara ya kwanza kabisa baada ya miguu kuvimba niliona kitu kama cha kawaida. Nikasema hiki kitu hiki hapana, haiwezekani. Nikaanza kufanya maombi na kwenda katika kanisa la maombi. Na miguu ilikuwa inauma? Miguu inauma, miguu imevimba, yani miguu imejaa, yani ilikuwa inameremeta, ilikuwa imejaa, yani kusema tende. Ilikuwa kama matende. Kama matende. Na haukwenda kwanza hospitali, ulianza kwanza kwenye maombi? Nilianza kwenye maombi, lakini yale maombi kusema la kweli ilikaa ndani ya muda wote, ilishindikana. Ikashindikana. Na unakumbuka tatizo lilianza lini na ni mwaka gani? Kweli kama sasa hivi siwezi kukumbuka ni mwaka gani, lakini kama sasa hivi naweza nikakwambia ni mwaka wa 4. Ni mwaka wa 4 sasa. Na unakimbilia mwaka wa 5. Lakini katika kipindi chote ambacho namshukuru Mungu, ambapo yani Mungu alikuwa bado hajaamua wakati wa kupona. Kwa hiyo ilivyoanza ukachukua maamuzi ya kwenda kwenye maombi kwanza, kwa maana ulikuwa unaamini kabisa kwamba inawezekana tu kwenye maombi mambo yakaisha kirahisi. Ulikuwa unaona kama ni tatizo la kawaida? Ndio. Niliona kama kawaida, lakini kiukweli kabisa niliendelea na maombi, badala yake nikaenda hospitali
hospitali naye ikashindikana. Hospitali ulivyofika walifanya vipimo na walikwambia tatizo nini? Waliniambia ni kama fungus, maana ilikuwa inatoa maji. Yani ilikuwa inatoa maji kabisa. Kwa hiyo akakwambia ni fungus. Ndio. Ilikuwa imepasuka, yani baada ya kuvimba ikapasuka. Yote miwili. Yote miwili. Ikawa inatoa maji. Lakini kiukweli kabisa nikatumia dawa zile za hospitali, nimetumia muda mrefu, lakini sikuona matokeo mazuri. Bali ilikuwa inapunguza na kurudi pale pale. Yani inapungua, baadaye inakuja na vimba tena kwa kasi. Pale pale narudi vile vile. Kwa hiyo sasa nikamshukuru Mungu baada ya kuambiwa na ndugu yangu Abbas kwamba bana, ndugu yangu bana, kuna kanisa, mimi naamini kabisa ukienda pale lazima utafanyaje, lazima utapona. Mimi nakuhakikishia kabisa ndugu yangu utapona. Basi kabla hujafika kwa Abbas, kwanza natamani kujua kwa namna ambavyo umehangaika. Unasema ulienda mpaka hospitali. Ni hospitali ngapi ambazo ulienda kutafuta suluhisho la uponyaji wako? Suluhisho kwa kweli nilipata hospitali 2 tu. Hapa Dar es Salaam? Hapana, ni Magunga, Korogwe, nikaenda na Lushoto, sehemu moja inaitwa Mission huko wanaita nani, hospitali ya Mission. Nilienda kule nikapata huduma. Hiyo ni Tanga yote? Hiyo ni Tanga yote. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa. Na unasema pia ulienda hadi tiba mbadala kwa maana ya waganga wa kienyeji. Ni waganga wangapi ambao ulienda na ni maeneo gani? Tusiwataje majina, ila labda ni maeneo gani na ni waganga wangapi? Kiukweli kabisa siwezi kusema ni wangapi, kwa sababu ni kitu ambacho unaambiwa bana, tengeneza dawa fulani, chukua bana mizizi fulani itakusaidia, basi nawe kwa imani yako unafanyaje, unatumia, lakini hakuna lolote lililo linaendelea. Lakini matokeo nikaona kabisa kwamba huu hapa ni sio kitu kichema sana, bali kama vile nilikuwa narudi namwambia Mungu, kwa kweli hapa nimekukosea, naomba unisamehe, sio mimi bali ni maumivu niliyokuwa nayo. Kwa hiyo badala yake nikaja nikaachana na vile vitu. Ilikuwa inakupelekea ushindwe hadi kutembea? Kabisa. Nilikaa ndani ya chumba ndani ya miezi 7 kasoro, ikawa imetoa malengelenge chini, miguu yote miwili imetoa malengelenge, alafu maji yanatoka, miguu imevimba na malengelenge. Yaani ukiambiwa malengelenge yamezunguka miguuni na huku chini nako. Kwa hiyo nikawa sitembei miguu yote miwili. Ila kusema la ukweli, baada ya kufika ngome ya Yesu Kristo iliyoko Kimara Temboni, kwa mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, kiukweli kabisa sasa hivi niko vizuri, na pia vile vile sasa hivi hapa ninavyosema nitabadilisha hata kazi zangu, kwa sababu kuna makazi mengi ambayo nilikuwa nafanya, na pia vile vile mimi sitoshe, pia vile vile mimi ni geologist ambaye nina utaalamu kidogo na haya madini. Kwa hiyo niliitwa pia Arusha, niliitwa kule, nikaambiwa bana, wewe njoo bana tusaidie kazi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kuenda kule nikaenda au nikabadilisha sehemu nyingine mazingira, lakini nikaenda kwenye upande wa madini. Na wakati unafika, nikurudishe nyuma kidogo, wakati unafika Kimara Temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, hali yako ilikuwaje siku ya kwanza kabisa wakati unafika? Na umesema umezunguka sana. Je, ulikuwa na imani ya kwamba ukifika pale utapona? Naam. Kusema ukweli, mimi nilikuwa na imani kama nitapona, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba Kristo kama aliweza kuyatenda yale yote, kama alifia msalabani kwa ajili yangu, ya mimi na wewe na mtu mwingine na wote walioko hapa duniani. Kwa hiyo mimi niliamini kabisa kwamba lazima lazima nitapona kupitia kupigwa kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa mimi naweza kusema kuwa Mungu aliyokuwa amemtendea mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, kwa kweli ni mambo makuu ambayo mimi sikutegemea kama ningeweza kupona, kwa sababu nilishakata tamaa. Nikasema sasa basi ngoja nijiachie tu, maana kila ninachokifanya hakiwezekani. Je, nitafanyaje? Na wakati unafika pale hali ilikuwaje? Siku ya kwanza kabisa unaingia, ulikuwa unaweza kutembea ama ulifika ukiwa umebebwa? Nilikuwa natembea kwa kama vile kwa kuchechemea,
lakini kiukweli kabisa, na hali hata wale watu wa Ngomeni pale waliniona, kwa sababu kuna kidonda chenyewe kilikuwa kinashika bakoli, kwa hiyo kikawa kinasumbua, lakini kiukweli kabisa ilikuwa ni hali mbaya sana. Kidonda wakati mwingine naweza nikakaa tu hata mahali kilikuwa kinatoa hata harufu, lakini najitahidi kuosha na sabuni, matokeo ikawa haiwezekani. Lakini namshukuru Mungu jinsi ninavyoenenda na kuendelea kumsaka huyu Kristo, kwa kweli nimeona matokeo. Lakini sio wote ambao wanakuwa na nini na nguvu au na kibali, bali kila mmoja anakuwa na kibali chake. Kwa hiyo mimi nimeona hiki kibali kupitia kwa mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Kibali kwa kweli kilikuwa kwake, na nimeweza kupona kupitia kwa ngome ya Yesu Kristo iliyoko pale Kimara Temboni. Kwa kweli kabisa mimi naweza nikasema kuwa wale wote wasione aibu, wafike ngome ya Yesu Kristo Kimara Temboni kwa ajili ya huduma ambazo zitakazotolewa, na usifiche matatizo. Toa matatizo, elezea matatizo yako, na Mungu pale pale kwa kupitia yale maelezo yako basi unampa unafuu pia kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuona undani wako ukoje. Anajua kabisa huyu mtu ana imani. Kama mtu ana imani, kwa nini atoke mbali afike mahali hapa? Anajua kwamba huyu hapa amekuja hapa akiamini kwamba atapona kupitia ngome ya Yesu Kristo iliyoko pale Kimara Temboni. Asante sana. Bado tunaendelea. Hii ni Mtaa kwa Mtaa. Asante sana kwa kuitazama na